In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple. Can't get any simpler than that. Huyo ni rais wa Marekani Donald Trump akichafua hali ya hewa duniani baada ya kutangaza kuzilima vikwazo nchi zote duniani, ikiwemo kutangaza ushuru mpya mkubwa kwa mataifa washirika wa kibiashara wa taifa hilo. Shirika la Associated Press limeripoti leo Alhamisi Aprili 3, 2025 kuwa Trump alitangaza uamuzi huo jana alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika bustani ya Rose Garden nchini humo, katika kile alichokiita ni kuifanya Marekani kuwa taifa bora tena duniani. Miongoni mwa washirika wa biashara wa Marekani watakaoathirika zaidi na ushuru huo ni pamoja na China, ambayo Trump ametangaza kuiwekea kodi ya 34% kwenye kila bidhaa inayoingizwa Marekani kutoka nchini China. Uamuzi huo unatajwa kuwa ni hatua inayotishia kuvuruga mfumo wa uchumi wa dunia na kusababisha vita vipana vya kibiashara katika mataifa yote duniani. Katika hotuba yake, Trump alisema anapandisha viwango vya ushuru kwa mataifa yenye ziada kubwa ya kibiashara dhidi ya Marekani, huku akiweka kodi ya msingi ya 10% kwenye kila bidhaa inayoingizwa kutoka mataifa mengine duniani kuingia Marekani, huku uamuzi huo ukitajwa kuwa ndio jibu kwa kile alichokiita dharura ya kiuchumi nchini humo. Rais huyo asiyeishiwa na vitimbwi alisema ushuru huo unalenga kuinua sekta ya uzalishaji wa ndani ya nchi, huku akidai kuwa tangu kukoma kwa vita kuu ya pili ya dunia, Marekani imekuwa ikiporwa na kuharibiwa na pia imebakwa na kuumizwa na mataifa mengine duniani. Hatua hiyo ni ongezeko la kihistoria la kodi ambalo linaweza kusababisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa na Marekani kuvunjika. Pia ni mchakato mgumu wa Wamarekani wengi, kwani gharama za mahitaji ya msingi kama nyumba, makazi na mavazi zinatarajiwa kupanda juu, huku ikivuruga ushirikiano wa kibiashara uliokusudiwa kuhakikisha amani na uthabiti wa kiuchumi duniani. Trump alisema anachukua hatua hizo kuingiza mamia ya mabilioni ya dola kwenye mzunguko wa serikali ya Marekani na kurejesha usawa katika biashara ya kimataifa dhidi ya taifa hilo. Nanuku, walipa kodi wa Marekani wameporwa kwa zaidi ya miaka 50, lakini hilo halitatokea tena kuanzia leo, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Katika hatua nyingine, Trump alitangaza dharura ya kitaifa ya kiuchumi ili kuhalalisha ushuru huo, na ameahidi kwamba hatua hiyo itarejesha ajira za viwandani Marekani, huku akidokeza kuwa anatambua kuwa sera zake kudhoofisha uchumi ghafla, huku watumiaji wa wafanyabiashara wakikabiliwa na ongezeko kubwa la bei ya bidhaa. Trump alitekeleza ahadi muhimu ya kampeni kwa kuweka ushuru aliyosema ni wa kisawasawa kwa washirika wa biashara, akitumia mamlaka yake ya uraisi chini ya sheria ya nguvu ya dharura ya kimataifa ya mwaka 1977 bila kuhitaji idhini ya bunge. Hata hivyo, hatua yake inaweza kuhatarisha mamlaka yake ya kisiasa, kwani baadhi ya maseneta wa chama cha Republican, hasa kutoka majimbo yanayojishughulisha na shughuli za kilimo na mipakani, wakieleza mashaka kuhusu busara hiyo ya ushuru huo wa Trump. Hisa za soko la Marekani ziliporomoka kwa kasi usiku wa leo baada ya kutangazwa ushuru huo, huku hofu ya kudhoofika kwa uchumi ikiongezeka. Nanuku, kutokana na tangazo la leo, ushuru wa Marekani utakaribia viwango ambavyo havijaonekana tangu sheria ya ushuru ya Smith-Hawley ya mwaka 1930 ambayo ilisababisha vita vya kibiashara duniani na kuzidisha mdororo mkuu wa uchumi, yani Great Depression, alisema Scott Rinscombe kutoka taasisi ya kiuchumi ya Cato nchini Marekani. Viwango vipya vya ushuru vinategemewa kuleta maumivu na kilio katika mataifa mengi yanayotegemea kuuza bidhaa kwa wingi nchini Marekani kuliko kununua, hususan China. Serikali ya Trump ilikokota viwango vya ushuru kulingana na nakisi ya biashara na mataifa hayo, kisha ikapunguza kiwango hicho kwa nusu, hatua ambayo Trump aliita ni huruma ya kiwango kikubwa. Ikulu ya White House inasema nakisi ya biashara iliyotokana na ushuru wa usawa wa biashara ulifikia dola za Marekani trilioni 1.2 kwa mwaka 2024. Maofisa wa serikali wanapendekeza kuwa mataifa mengine huenda yakahitaji kuchukua hatua kubwa zaidi ili kushusha ushuru huo mpya, huku ushuru wa kulipiza kisasi kutoka kwa mataifa hayo ukitarajiwa kuifanya hali ya kiuchumi kuwa ngumu zaidi duniani. Mkuu wa utafiti wa uchumi kutoka taasisi ya Fitch Ratings nchini Marekani, Oru Sonora, alisema wastani wa ushuru unaotozwa na Marekani utapanda kutoka 2.5% kwa mwaka 2024 hadi 22% mwaka huu. Namnuku,
Mataifa mengi huenda yakaingia katika mdororo wa uchumi. Unaweza kutupilia mbali utabiri wowote wa uchumi ikiwa viwango hivi vya ushuru vitadumu kwa muda mrefu, alisema Sonora, mwisho wa kunukuu. Ushuru huo mpya utaongezwa juu ya tangazo la hivi karibuni la ushuru wa 25% kwenye magari yanayoingizwa kutoka nje ya Marekani na ushuru wa China, Canada na Mexico na vikwazo vilivyopanuliwa vya biashara kwa chuma na alumini. Trump pia ameweka ushuru kwa mataifa yanayoagiza mafuta kutoka nchini Venezuela na anapanga kuongeza ushuru wa bidhaa kama dawa, mbao, shaba na chipu za kompyuta, ambapo Canada na Mexico hazitakabiliwa na viwango vya juu zaidi ya vile ambavyo tayari zinatozwa. Trump anadai kuwa ni juhudi za kuzuia uhamiaji haramu na biashara ya dawa za kulevya kutoka katika mataifa hayo kwenda nchini Marekani, na bidhaa zinazotimiza masharti ya mkataba wa USMCA hazitaathirika. Hata hivyo, ushuru wa 20% kwenye bidhaa kutoka China kutokana na nafasi yake katika utengenezaji wa fentanyl utaongezwa juu ya kiwango cha 34% kilichotangazwa na rais huyo. Hakuna ishara ya wasiwasi kuhusu kushuka kwa soko la hisa ama kupungua kwa ujasiri wa walaji, na umefanya serikali ya Trump kufikiria upya mkakati wake licha ya hatari ya kisiasa. Kwa mujibu wa maofisa waandamizi wa serikali ambao walisitiza kutotajwa kwa majina, walisema ushuru huo utakusanya mamia mabilioni ya dola kila mwaka. Ushuru wa 10% utaanza kutozwa kuanzia Jumamosi, huku viwango vya juu vikianza kutumika Aprili 9 mwaka huu kwenye kila bidhaa inayoingia Marekani kutoka nje. Trump aliondoa msamaha wa ushuru kwa bidhaa za China zenye thamani ya chini ya dola za Marekani 800 na anapanga kuondoa msamaha wa mataifa mengine wakati serikali ya shirikisho itakapothibitisha ina rasilimali za kutosha kuendesha utekelezaji wake. Wachambuzi wa nje wanatabiri kuwa uchumi wa Marekani utapata madhara makubwa kutokana na ongezeko la bei na kudorora kwa ukuaji wa uchumi duniani. Mwanachama wa chama cha Democratic Susan Delbeni kutoka Washington alisema kuwa ushuru huo ni sehemu ya machafuko na ulegevu wa ndani ya utawala wa rais huyo. Namnukuu, rais hapaswi kuwa na mamlaka peke yake na kuongeza ushuru kwa kiwango hiki bila idhini ya bunge, alisema Delbeni, mwisho wa kunukuu. Hata wafuasi wa chama cha Republican waliomuunga mkono Trump wamekiri kuwa ushuru huo unaweza kuvuruga uchumi wenye kiwango cha ukosefu wa ajira kwa angalau 4.1. Spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson kwa tiketi ya Republican kutoka Louisiana alisema, tutaona jinsi hali inavyoendelea. Inaweza kuwa na changamoto mwanzoni, lakini naamini mwishowe italeta manufaa kwa Marekani. Tayari mataifa washirika wa Marekani yanayoathiriwa vikali na ushuru huo yameanza kuweka mikakati ya kujibu mapigo dhidi ya uamuzi huo wa Rais Trump. Canada imeweka ushuru wa bidhaa fulani kujibu ushuru wa Trump, huku Umoja wa Ulaya ukipandisha ushuru wa bidhaa za Marekani zenye thamani ya kuanzia euro bilioni 26 sawa na dola za Marekani 28 bilioni 28. Kwa upande wake, China ilitoa taarifa ikisema kuwa ulinzi wa kibiashara hauwezi kusaidia na vita vya ushuru havina mshindi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.